Basi wapenzi watazamaji, ama kweli saa hii ni saa hii na asemaye kesho ni mwongo. Leo tumeweza kufika katika upande huu ambako ningependa tujifunze mambo mengi kuhusiana na shughuli ambazo zinaendelea katika sehemu hii. Basi ninapomwona mwenzangu yuko hapa anashughulika na kukusanya mawe na sijajua mawe haya anayekusanya kwa nini. Basi ningependa yeye akaweza kujiunga nami Mr. Church ili tukaweze kuangazia na kuelezana ni kitu gani ambacho kinaendelea ama kinahusiana na mawe hayo. Basi karibu sana kwenye show yetu ya Mr. Church. Asante sana. Ningependa ukaweze kutueleza majina yako kamili, waitwa nani? Kwa majina kamili mimi naitwa Dante. Okay. Ama Dante 100. Naam. Majina yangu kamili haya. Okay. Yes. Basi mimi nimekuona unakusanya mawe hapa. Sijaelewa mawe haya mbona unayakusanya? Hii mawe Naam. Mara mingi mawe yana njia mingi ya kutumika. Kweli kabisa. Na mawe pia mawe ni gold. Ati mawe ni? Mawe ni gold. Yaani Gold ni vitu za maana, inatumika kujenga vitu ya maana. Okay, kweli kabisa. Yes, sasa nyingi mawe hutumika katika shughuli za ujenzi. Yes. Kwa hivyo unataka kujenga ghorofa ama unataka kufanya nini? Hapana. Mimi hufanya kazi ya mawe. Ufanya kazi ya mawe. Mbona uliamua kufanya kazi ya mawe? Kufanya kazi ya mawe ni venye mimi yani kitu ninajaribu kusema ni kwamba yes. Umesema kwamba unafanya kazi ya mawe. Yes. Mbona usiachie mawe yenyewe ifanye kazi yake, wewe unafanya kazi ya mawe? Yani hii kazi niliamua niifanye kwangu binafsi. Na kwangu ni karibu na mlima. Karibu na mlima. Yes, sasa nikaamua nikitoa hii mawe na nikiuza naweza pata pesa. Shughuli muhimu ya mawe haya ni kuyauza. Kuyauza. Na huwa siamke kwa uzingizi na kuja kungoa mawe. Hii mawe upata order. Mtu hunipigia simu, ananiambia anataka mawe kiwango fulani. Na mimi ninapotoa mawe kile kiwango anataka ndiyo nafikia hapo hivyo. Tena naongoja order ingine akuje nimupe mawe. Hivyo ndiyo kazi yangu huenda. Yes. Umesema kiwango. Yes. Kile ambacho anahitaji. Yes. Unamtafutia. Yes. Hebu nikuulize, kiwango hiki ni kuhesabu mawe ama ni kipimo gani unatumia ili ndio mtu ajue kiwango ambacho anahitaji? Kutumia tu mbinu ya kawaida tu. Unapong'oa mawe usanye ikuje kiwango ambayo nikisimama hivi inakuja na nifikia kwa kiuno. Na nimesimamisha katika vituta. Unapata ya kwamba hii mawe nikiangalia hivi inaweza fika lori moja ama trakta mbili ama trakta moja. Mimi mwenyewe najua kupima. Na ule customer wangu mwenye amepeana order anapokuja anachukua ile mawe, na anapochukua hivyo ile trakta ikichukua hivyo tunaweza hesabu kama ni tani 10 ama tani 8. Alafu ananipea pesa. Yes. Na umesema kwamba unapima in terms of tonnages. Yes. Na mbona mimi sijakuona kama uko na futi ambayo unaweza tumia kupima uone kama mawe haya yamefika tani 2 ama tani 10 ili ndo mteja akija ajue kwamba hizi ni tani fulani? Sisi hapa hivi hatuna kile kiwango ama kile kipimo cha kupima, lakini ile tractor inapokuja tunapoweka hapo mawe na ifike kiwango fulani na ikuwe level. Yeye anathibitisha ya kwamba hii ni tani 5, tani 6, kwa sababu hiyo tractor ikibeba hiyo kiwango ile ambayo huwa inabeba inakwanga na ile kiwango ya kufikisha. Inapofikisha hapo hiyo yeye tunaongea na ananipea pesa ambazo zimefikiana na hiyo mawe. Yes. Sasa hebu nikuulize. Yes. Kati ya kilo 10 za mawe na pamba kilo 10, gani ni mzito kushinda nyingine? Mawe ni mzito. Mawe ni mzito kwa kawaida kwa sababu pamba ni kilo kidogo. Kwa sababu hata ukiona pamba hawapimi kwa tani. Pamba wanapima tu kwa ile uzani wake tu. Lakini hawezi pima ya kwa kama kilo ya mawe, kwa sababu
pamba ni ile nyepesi sana na ina high quality kuliko mawe. Hebu nikuulize, Yes. ukilinganisha pamba kilo 10 Yes. na pamba na mawe kilo 10, ni gani inaweza kuwa mzito, ingine nyepesi? Kwa kawaida mawe ni mzito, lakini haiwezi pesa ya pamba kilo 10 na pesa ya mawe kilo 10, pesa ya pamba itakuwa mingi kuliko mawe, kwa sababu mawe kilo 10 ni kama mawe moja tu, ni mawe kama hili inavyofika. Kipima hii ukiongeza ingine hapa hivi inafika kilo 10. Lakini pamba ukipima kilo 10 unapata ya kwamba ni kama itisa gunia 1.5 ama gunia 1 inaweza fika kilo 10, kwa sababu ni nyepesi tu. Lakini inatumika kwa vitu vingi. Tuseme ukilinganisha mawe na pamba, mawe ni mzito alafu pamba ni nyepesi. Pamba ni nyepesi, lakini kwa pesa pamba iko juu. Okay. Yes. Okay, hapo nimekuelewa. Yes. Na sasa hebu nikuulize, kazi hii inalipa ama bado? Kazi ni kazi. Na kazi lazima ilipe. Na kwangu nasema inanilipa, kwa sababu mimi ninapong'oa mawe, tuseme trakta moja, hapo hivyo naweza pewa 5,000 ama 8,000. 5,000? Kulingana. Kwa sababu hii mawe kuna mawe aina 3. Mawe ya kwanza kuna mawe ya kugonga gonga, inakuwa ndogo ndogo, ile ya kuflow. Sasa hiyo napo gonga gonga hiyo mawe tunaita kokoto. Hiyo inaenda hivyo. Kwa hivyo ukiona 5,000 ama 8, si mtu kama mimi, si ni pesa kiwango ambayo si mbaya sana kwangu. Kweli. Na kama familia yangu inakula, nawalipia watoto school fees, naona ya kwamba hii kazi inanisaidia sana. Okay. Yes. Na ni challenges zipi ambazo face ukifanya kazi hii? Kwa kusema kweli, challenges kwa kazi lazima ikue. Na mimi challenge ya kwanza yenye napata, unaweza pata mtu amekupa order, unapong'oa mawe umalize hivyo, anachukua muda mrefu kuja kuchukua yale mawe. Sasa unaona ya kwamba anajaribu kukaa sana, kukawia kuchukua ile mawe. Alafu challenge ya pili, unaweza pata hii mawe mtu anaweza kuja kuchukua, na anaweza kuja na pesa lakini haitoshelezi na ni customer wako. Sasa inabidi umpe tu ile mawe, lakini pesa kama 1,000 inaweza kuwa less hapo juu. Na unaamua kumpea, na akienda hivyo, unaona shilingi 1,000 inamfanya asiende arudi. Unaona ya kwamba anakufanya unakuwa haukui sawa. Challenge ya 3, hii mawe lazima tu, unajua kazi ya mawe lazima uumie. Unaweza kuwa unagonga ujigonge mkono, unaweza kuwa ugonge mawe ikugonge uumie kidogo, na upate kutafuta matibabu. Na uje kuenda kutafuta matibabu. Hayo yote kutumika ni pesa. Na hebu nikuulize, kazi hii unajua hii kazi tuseme ni biashara. Na siku zote biashara iko na challenges. Na kuna wale watu kukopa. Unaweza tueleza hao watu wenye wao wanataka wakope, wao unafukuza na style gani? Kukopa kwangu ama mimi kukopa kwao? Wewe kuwakopesha mawe ndio wakulipe baadaye, wao unafukuza na style gani ndio avoid hiyo mambo? Hapo hivyo nilipokuambia mara ya kwanza, mimi ninapong'oa hii mawe huwa nakuwa na order. Hiyo order ikikuja, mimi nang'oa mawe. Lakini hiyo kazi ya kusema akuje ni mkopesha ama ning'oe mawe, akuje achukua aende auze ndio aniletee pesa, la hasha. Hiyo tuseme kama mtu anataka kukopa hii mawe, tuseme kwa mfano kama anataka kukopa, unaweza mfukuza na style gani? Kwa hilo sitakujibu kwa sasa. Na kwa sababu ninavyosema hivyo, sijai patana na mtu kama huyu. Na kama hapo mbeleni atakuja, tunaweza tumia lugha ingine ya kuongea, si kama ile ya kawaida. Kama kawaida unatumia Kiswahili, utatumia Kifaransa ama Kiingereza? Lugha ni ile ile tu. Lakini topic itakuwa tofauti. Hatutakuwa tukiongelea na mawe, tutakuwa tukiongea na
pesa vile atatoa na muda ambayo ndampea. Okay. Yes. Hapo iko sawa. Yeah. Na hebu nikuulize, hii kazi kuna mtu alikufunza kuifanya ama ulienda training mahali ukafunzwa kufanya kazi? Nilipokuja kununua shamba karibu na hii mlima, nilipatana na wenzangu ambao walikuwa wanang'oa mawe. Na kuna kazi nyingine unaona na macho na unaanza kufanya. Mimi niliona na macho na nikaona jinsi wanavyofanya, na pia mimi nikabaisha silaha ya kung'oa mawe. Na sasa hivi pia mimi najifunia kwamba nang'oa mawe, napata pesa zangu na siipi za mtu. Okay. Yes. Na kitu gani huwa kinakumotivate wewe kuendelea kufanya kazi hii? Motivation ni wale customer ambao wanakuja, anapopeana order, anakuja anachukua mawe. Ninapoona mawe haiko, inanibidi ning'oe mawe ingine niongezee. Customer anapo order, najua hii mawe yenye iko hapa hivi kwenye kituta hiji iko na order, na akikuja anachukua. Na hii ikienda lazima ndaamkia tena ning'oe mawe ingine nijaze hii kituta. Kwa sababu kituta kimoja huwezi amka siku moja na unang'oa mawe unajaza kituta kimoja. Wewe si ndovu ama wewe si simba. Kweli kabisa. Wangu, yes. Na hebu nikuulize, kazi hii watu ambao wewe unakaa nao wanaifurahia ama hawaifurahii? Kawaida watu hufurahia kwa sababu ya kwanza, hii mlima si yangu. Hii mlima ni ya mwenyewe. Ninapong'oa hii mawe nampea kitu kidogo. Ninapompea kitu kidogo anafurahia. Na tunapofanya hii kazi kama jamii moja tunafurahiana, na tunapofanya kazi pamoja lazima mwingine achunge kazi ya mwingine. Kwa sababu hii mawe pia kuna mwingine anaweza kuja na auze mawe yako bila wewe kujua, kwa sababu kawaida tu mwanadamu unakuwa na shughuli nyingi. Na mwenzako anapoona mwenzako akifanyia mabaya lazima tu atakwambia. Na that is why tunakuanga kama familia moja. Okay, hiyo ni nzuri kabisa. Yes. Sasa hebu nikuulize, kuna watu wengi hawana kazi. Umejaribu kutafuta kazi hawapati. Na wewe hapo uko kazi. Hebu nikuulize, hawa vijana wadogo ambao wana kazi unaweza kuadvise yao? Mimi especially hiki kijiji, vijana wenye wako karibu na wako na ile positive attitude wanaweza fanya kazi, na waambie wakuje tufanye kazi. Na kama wanaona hii kazi pia haiwafai, wanaweza tafuta ingine kando na hii. Lakini mimi kwangu nawaambia wakuje kufanya kazi, tuungane, kwa sababu si kazi ngumu. Ni kazi ya kutumia akili na nguvu kidogo, na unapata. Unaweza kwa siku unaweza uza mawe kama lori 2, 3, na unapata ya kwamba mawe imekupea pesa na italipia. Kwa sababu si rahisi, hata kama umeandikwa, huwezi, mtu hawezi kulipa shilingi 15,000 kwa siku. Lakini wewe kwa siku unaweza uza kama lori 2 ama trakta 3, na unaweza kuwa na 20,000 ama 15,000 ama 16,000. Okay. Kulingana na game. Sasa hebu nikuulize, hii kazi umeifanya kwa muda gani? Hii muda kwa sasa hivi ni muda wa miaka 2. Miaka 2? Miaka 2. Na hebu nikuulize, uko na gari? Kwa hivyo sijafika hiyo level ya kununua gari. Lakini nina imani ya kwamba hapo mbeleni na sitaki kununua gari. Mimi nataka nikuwe na tractor, na so that ule mtu ambaye anataka mawe akipeana order, mimi mwenyewe napeleka. Na ninapopeleka hapo hivyo, mimi mwenyewe naweka ile amount ambayo tumeongea. Kwa sababu hapa hivi mtu akitoka kwa kuja achukue, tunakuanga na 8,000, 5,000 na hata 12,000 pia. Lakini unapokuwa na gari yako ama means of transport kufikisha haraka, hapo hivyo mnaweza ongea. Kwa sababu unaweza mwambia 20,000 kutoka hapo mawe, kulingana na distance ambayo ako, na unapata hapo hivyo unaweza kula vizuri. Tuseme minimum kwa siku unaweza uza tractor ngapi ya mawe? Kama siku imeenda sawa, kuna siku minimum za zingine hata huwezi uza. Na inaweza kuwa chini uuze moja. Na kama imejipa inaweza kuwa kama 3, 4. Unasema tractor moja ni pesa ngapi? Tractor moja kuna ndogo na kubwa. Sasa kuna yenye 5,000, 8,000, 12. Sasa wewe ndugu yangu umesema kwamba una gari. Na ukisave hiyo
tuseme hiyo kwa kila siku save like 4,000 times 4,000 times 7 then around 28,000 times 30. Yes, naweza pata around kiwango fulani ya pesa mingi. Yeah. Na it is around let's say 200, over 200,000. Yes. Yes, so it's over 100,000. Yes. Per month. So hiyo 100,000 tuna multiply na umesema miaka mingapi umefanya kazi? Miaka miwili. So 100,000 hiyo ni miezi mingapi? Miaka miwili. Hiyo ni 24 months. 24 months times 100,000 hiyo ni around 24, let's say 2.4 million. Na kuna gari ziko second hand ziko less than half a million. Mbona una gari ndugu? Sasa kwa hivyo pia mimi nitakueleza kidogo. Naam. Kumbuka pia mimi nina mahitaji huko nyumbani. Okay. Na mahitaji ni mengi kwa sababu huwezi kuwa tu na pesa na sikoze kazi. Nina watoto watatu, kuna mmoja ako university, mwingine ako katika shule ya upili. Niko na watoto watatu. Na kando na hiyo pia mimi niko na tinga ya kushaka. Aposhomi niko nayo na inanisaidia pia. Sasa hata kununua gari hiyo uwezo ningejaribu, lakini hiyo uwezo haikuwe. Tena kumbuka hii mawe siuzi kila siku. Unaweza pata kwa wiki unauza kama mara moja, mara mbili. Na kumbuka tena tunaenda na order. Mtu anapokupea order ndivyo anakuja kuchukua yale mawe. Okay. Au ngoi tu ikijaa wanakuja kuchukua. Ikijaa kama customer wanapokuja kununua sukari kwa duka, ikifikisha haiendangi hivyo. Ya pia unakumbuka pia watu wa kujenga pia lazima mtu ajipange. Ni hivyo. Kweli kabisa. Yeah. Basi asante sana kwa mazungumzo yako ya siku hii ya leo. Asante. Umetueleza vizuri, at least kuna watu wamejifunza kitu. Yeah. Nashukuru sana kwa mafunzo yako. Asante. Basi nawe ukaweza kuwa na wakati mwema. Nawe pia. Naam, asante sana. Asante pia wewe. Basi wapenzi watazamaji, huyu ni mwenzetu anatupa maelezo kiasi kuhusiana na kazi yake. Kweli kazi nzuri sana. Basi nawashukuru sana kwa kuchukua muda wenu kuendelea kutazama show hii. Basi na tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.